Bwana Yesu asifiwe. Namshukuru Mungu kwa neema na kibali ambacho anaendelea kutupatia watoto wake hata sasa tu hai, lakini pia kutukumbusha tunapotamani kwenda mbinguni katika safari ni mambo gani ambayo mimi na wewe yatupasa kuyatenda, ni maisha ambayo tunapaswa kuishi. Basi namshukuru Mungu kwa ajili yangu, kwa ajili yako na neno ambalo tunakwenda kushiriki pamoja na wewe. Baba wa milele, Mungu uliye mtakatifu, na kushukuru na kulitukuza jina lako takatifu, na siwepo na nguvu Roho Mtakatifu zikatawale katika nafasi katika kipindi hiki, nikanene yale ambayo Mungu mtakatifu umenituma niweze kunena hata sasa, katika jina la Yesu Kristo ninakuomba nikikuamini. Amina. Kuna wakati ambao mtu anatamani kuacha tabia fulani ambayo imekuwa ni tabia mbaya, inatesa maisha yake, lakini anajikuta anarudia kufanya au kutenda kile ambacho kwake kimekuwa ni mateso. Anaweza wakati anafanya jambo hilo anaweza akaona ni safi kabisa, lakini baada ya muda anajuta kwa nini nimefanya hivi. Mfano ni mlevi, hakuna anayependa kuwa mlevi. Hakuna anayependa enda barabarani anaanguka, anadondoka, anatukana kwa sababu tu ya ulevi, au mzinzi. Hakuna anayependa. Ni roho zinakuwa zimewafaa watu. Ila mtu anatamani aishi maisha ambayo yatampa furaha, yatampa amani, lakini unajikuta anaishi maisha ambayo yanakuwa ni ya manunguniko, ya kulaumu, ya kuona ni kwa nini niko hivi, ni kwa nini nimefanya vile. Lakini kumbe tutambue kwamba sio sisi wala sio kwa nguvu zetu. Ni Mungu ndiye mwenye kutuwezesha. Ni Mungu anayetuwezesha kuishinda dhambi. Ni Mungu anayekuwezesha kuishi maisha yaliyo matakatifu. Ni Mungu anayekuwezesha kushinda huo ulevi, kushinda huo uzinzi, kushinda hizo tamaa mbaya. Kama ni mchawi, ni Mungu ambaye ana uwezo wa kumwezesha kuacha uchawi. Ni namna gani ambavyo umempa nafasi, au umekubali, au umegundua kwamba kweli mimi siwezi, ni Mungu tu aniwezeshaye, siwezi. Mstari ambao kutoka Mathayo 19:26, ambapo ni mstari ambao unasema Yesu akawakazia macho akamwambia, kwa mwanadamu haiwezekani, bali kwa Mungu yote yanawezekana. Kwa mwanadamu haiwezekani, bali kwa Mungu yote yanawezekana. Bwana Yesu Kristo akiwa nikiongea na mtu tajiri ambaye alimwendea akimwambia anatamani aurithi ufalme wa milele, anatamani aurithi ule uzima wa milele. Kamwambia Bwana Yesu Kristo, sasa nifanye nini niweze kurithi uzima wa milele? Bwana Yesu Kristo anamwambia usiwe, anamwambia usizini, usiibe, usishuhudie uongo, mpende jirani yako kama nafsi yako. Asema yote nimeashika, kama kuua, siui, sizini, sisemi uongo, siibi, ninawapenda watu wote. Ambia basi vema kabisa umefanya hivyo, lakini kuna neno jambo moja, kauze vile ulivyo navyo, halafu uwape maskini. Neno hata kama ni wewe, hata kama ni wewe kwa hali ya kawaida, naambiwa niuze nilivyo navyo. Kama ana magari uza, kama ana nyumba uza, kama mali auze. Alafu akishauza sio ile anaenda kuweka benki kwake, anaanza kuinvest. Hapana, ile hela ambayo ameuza hivyo vyote alivyo navyo anaenda kuwapa maskini. Ile neno lilikuwa gumu kwa huyu tajiri. Kwa huzuni kabisa, akahuzunika, akaondoka, kwa sababu lile neno hakuweza kulibeba, ilikuwa ni gumu. Na Bwana Yesu Kristo akitambua mambo ambayo yule tajiri mali alizokuwa nazo ni ngumu kwa mwanadamu kwa hali ya kawaida kufanya hivyo. Na akawaambia wanafunzi wake ni ngumu kwa tajiri kuingia katika uzima wa milele, na akalifananisha na ngamia kupenya katika tundu la sindano. Kwa nini? Zile mali zilichukua nafasi, na ndivyo zilivyo hata maisha sasa. Mali ilichukua nafasi katika maisha ya huyu mtu, na mali imekuwa ikichukua nafasi na
na kusababisha watu wakamsahau huyu Mungu wetu aliye hai. Wengine wamekuwa tayari kwenda kwa waganga, kuuza nafsi zao, kuua ndugu zao kwa sababu tu ni mali. Ila Bwana Yesu Kristo akawaambia wanafunzi, haya mambo hayawezekani kwa mwanadamu, ila kwa Mungu yote yanawezekana. Kumbe Mungu anaweza kuwawezesha, kuwasaidia, kutusaidia, kututoa katika hizo tamaa, kuondoa hizo tamaa ambazo zimekuwa zikitufanya tunashindwa. Kumbe Mungu anaweza kuondoa ule ulevi, kiu ya ulevi. Ni Mungu ambaye anatuwezesha. Bwana Yesu Kristo alituachia Roho Mtakatifu ambaye msaidizi wetu. Huyu Roho Mtakatifu ambaye anatenda kazi ndani ya maisha ya mwanadamu, ambaye amekubali kumruhusu Roho Mtakatifu, ambaye amegundua siri hii kwamba mimi kusema uongo, kuacha uongo siwezi, ila Roho Mtakatifu anaweza kunisaidia, kuniwezesha kuacha uongo na kumpa Roho Mtakatifu nafasi. Kuna mambo tumeharisha mwanadamu tukasema hili haliwezekani kabisa. Haiwezekani ukaishi kwa maisha namna hii. Haiwezekani ukaishi bila kuwa na boyfriend, girlfriend. Vijana au watoto wetu wameharibikiwa kwa sababu ni kwamba haiwezekani. Kumbe mstari wa mambo haya yote kwa mwanadamu hayawezekani, ila kwa Mungu anawezekana. Haujaingia ndani ukawa hai ndani ya maisha ya mtu huyu, ya kijana huyu. Familia zimefarakana kwa sababu tu baba au mama amekuwa na mtu mwingine nje. Zimefarakana kwa sababu tu umekuwa ni hasira. Mama ana hasira ndani ya kukariki. Zimefarakana kwa sababu tu yamkini wamekosa ile, wamekuwa ni masikini. Kumbe kuna mambo ambayo hatuyawezi kabisa. Hata unaposema unaongea, unaona kwamba mimi naongea. Kumbe Mungu ndiye anayekuwezesha. Kuna wakati kinywa hiki kinafumba, ndio unapojua kwamba kweli hakika Mungu ni wa ajabu. Mungu ni wa ajabu. Kumbe mwanadamu si kitu. Kwa Mungu ndiye anayetuwezesha. Roho Mtakatifu yupo kwa ajili ya kutusaidia, kwa ajili ya kutuwezesha, kututia nguvu, kutufundisha, kutuongoza. Kupitia Roho Mtakatifu hapo nasema nakuwa na ujasiri sema naweza mambo yote katika yeye anitia nguvu. Yupo ambaye ananitia nguvu, yupo ambaye anakutia nguvu ya kuacha ule ulevi, yupo anayekutia nguvu ya kuacha uzinzi, yupo anayekutia nguvu ya kuacha mambo ya kushirikina. Yupo ambaye ni Roho Mtakatifu anatenda kazi ndani yetu. Ni namna gani tumejua siri hiyo na tukaruhusu Mungu wetu akaweza kufanya kitu, akaweza kubadilisha maisha yetu na kutufanya sasa tukaishi maisha ya matakatifu. Wasema watakatifu walioko duniani hao ndio naopendeza nao. Kama neno linatuambia watakatifu walioko duniani, Kristo tunaliamini hili ni neno la Mungu. Hapa tunasema hatuwezi kuwa watakatifu tukiwa duniani, lakini neno linakuambia watakatifu walioko duniani hao ndio naopendezwa nao. Huu mstari sasa manake usingekuwepo katika Biblia. Kama tunaamini Bwana wetu Yesu Kristo ni mwokozi wetu, kwa nini tusiamini kuna huu mstari ambao unatuambia watakatifu walioko duniani hao ndio naopendezwa nao? Kumbe ni pale ambako tumeshindwa kugundua hii siri kwamba anayetuwezesha sio sisi, sio kwa nguvu zetu, sio kwa akili zetu, ni Mungu mwenyewe kupitia Roho Mtakatifu. Anatenda kazi ndani ya maisha yetu na kutusaidia na kutuwezesha, kututia nguvu kushinda dhambi, kututia nguvu kushinda vishawishi, kutuwezesha. Maana neno linasema Isaya 40:29, huwapa nguvu wazimiao, umeongezea nguvu yeye asiyekuwa na uwezo. Kumbe kuna mwingine hana uwezo kabisa. Hana uwezo wa kushinda uzinzi, hana uwezo wa kushinda ulevi, hana uwezo wa kushinda uongo. Wakati wote tu anaongea tu, anadanganya, anasingizia watu. Yupo anayewezesha, anayetutia nguvu, mwenye kutusaidia na kututia nguvu. Na pale ambako umekata tamaa, mbona ni mimi tu, kumbe ni wakati ambao kurudi mbele za Bwana Mungu wa milele, Mfalme, nimesikia wewe ndio unayeniwezesha, wewe ndio unayeweza. Ninaomba uniwezeshe na mimi hili Bwana. Niwezeshe hata hapa ninapopita Bwana. Niwezeshe niweze kufanya yale ambayo ni mapenzi yako. Ninatamani, Paulo sema mwili, roho inatamani, lakini mwili unaangalia yale ambayo ni ya duniani. Mwili unaangalia ili uweze kupendezesha mambo ya dunia. Mwili unaangalia ili mwanadamu aweze kusifu, ila roho inamtamani huyu Mungu wetu. Na anapokuwa katika chumba chake cha siri, mtu ndipo anapotamani hivi, kwa nini nimeshindwa kufanya hivi? Kumbe sio kwa nguvu zetu, sio kwa nguvu zetu.
Ni Mungu anayetuwezesha kupitia Roho Mtakatifu. Tumpe nafasi Mungu wetu mtakatifu. Roho wake afanye kazi ndani ya maisha yetu wanadamu. Atusaidie, atutengeneze, atufanye upya, atuishe ndani ya mioyo yetu. Akutengeneze, au ndio hiyo roho ya ulevi, au ndio hiyo roho ya uzinzi, au ndio hiyo roho ya uovu wa namna yote ile, uongo ambao umechukua nafasi na ukaleta mafarakano, watu wakafarakana, familia zikaachana, fitina. Roho Mtakatifu akusaidie uweze kujua siri kwamba ni Mungu anayetuwezesha kuishi na dhambi. Ni Mungu anayetuwezesha kuishi maisha yanayompendeza yeye. Ni Mungu ambaye anatuwezesha. Roho Mtakatifu yupo kwa ajili yetu kutenda kazi ndani ya maisha yetu. Wakati Petro, Bwana Yesu Kristo alipopatia Roho Mtakatifu, walihubiri kwa ujasiri, walipata ujasiri. Kabla hapo walikuwa hawawezi. Wakapata ule ujasiri. Wengine wakapigwa iko gerezani, wakafungwa, lakini bado kwa sababu Roho Mtakatifu alikuwa akitenda kazi ndani mwao. Ule ujasiri ulikuwa ni ujasiri wa pekee ambao uliwatia nguvu. Hawakutishwa na yale ambayo yalikuwa yanazunguka, yale mazingira ya kuwatisha. Kuna watanionaje nikisema mimi nimeokoka, nikisema mimi siibi, nikisema mimi nimeacha uzinzi, nikisema watanionaje, nitaonekana ni mshamba. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anatusaidia kuweza kupambana, kuweza kushinda dhambi, kuweza kushinda ulimwengu na mambo yake yote, kuweza kuishi maisha ambayo ni Mungu mtakatifu anampendeza, kuweza kuenenda katika njia ile iliyo takatifu. Bwana Yesu, nakushukuru kwa ajili ya neno lako. Ninasi neema yako huku na uwezo wako ukaweza kuwa pamoja nasi, tuweze kuishi maisha ya matakatifu yenye kukupendeza wewe Bwana. Lakini zaidi ya yote tunatamani kufikia ule uzima wa milele. Katika jina la Yesu tunaomba na kushukuru. Amina.